Habari na salamu kwa pioneers wote wa Pi Network. Karibuni sana kwenye jukwaa letu la taaluma, Official Khudhey Pi Updates. Hapa ni mahali ambapo tunachambua kwa kina kuhusu maendeleo ya Pi Network, teknolojia ya blockchain, na mustakabali wa uchumi wa kidijitali. Kama wewe ni mpenzi wa maarifa kuhusu Pi Network na unataka kuwa mstari wa mbele katika mapinduzi haya ya sarafu za kidijitali, basi hakikisha una subscribe na pia unawasha kengele na unashare video hii kwa pioneers wengine. Leo tutazungumzia mada muhimu: mapinduzi ya sarafu za kidijitali na mustakabali wa teknolojia ya blockchain. Je, unajua nafasi ya Pi Network katika mageuzi haya? Hebu tuanze safari hii ya maarifa pamoja. Katika ulimwengu wa sarafu za kidijitali, Bitcoin imekuwa kinara wa mapinduzi ya kifedha tangu ilipoanzishwa mwaka wa 2009. Hata hivyo, pamoja na umaarufu wake, Bitcoin imekabiliwa na changamoto nyingi zinazohitaji maboresho makubwa. Katika hatua hii mpya ya maendeleo ya teknolojia ya blockchain, Pi Network inajitokeza kama nguvu mpya yenye uwezo wa kuleta mageuzi makubwa zaidi, ikiwa ni sehemu ya kizazi kipya cha blockchain kinachotumia Web3. Katika video hii, tutachambua tofauti kubwa kati ya Pi Network na Bitcoin kwa kuzingatia vipengele kama ugavi na mahitaji, matumizi halisi, teknolojia na usalama, uungwaji mkono wa taasisi, maendeleo ya kiufundi, pamoja na nafasi yake katika mfumo wa uchumi wa dunia. Tofauti kati ya Bitcoin na Pi Network. Mfumo wa ugavi na mahitaji. Bitcoin ina ugavi wa juu wa sarafu milioni 21 pekee. Ugavi wake umepangwa kupungua kupitia mchakato wa halving, ambao hupunguza idadi ya Bitcoin zinazotolewa kwa wachimbaji kila baada ya miaka 4. Hili limechangia kupanda kwa thamani ya Bitcoin, lakini pia limefanya ugavi wake uwe mdogo na usiokidhi mahitaji ya matumizi ya kila siku. Kwa upande mwingine, Pi Network ilianza na ugavi wa sarafu 3.14 kwa saa kwa wachimbaji wa awali, lakini mfumo huu umeendelea kupungua kadri idadi ya watumiaji inavyoongezeka. Katika mwaka wa 2021, Pi Network ilibadilisha mfumo wake wa uchimbaji na kuanza kupunguza ugavi wake kila mwezi kwa asilimia inayotegemea idadi ya watumiaji wapya. Mfumo huu wa ugavi wa Pi umeundwa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha usawa wa soko, tofauti na Bitcoin ambayo ina upungufu wa ugavi unaosababisha kupanda kwa thamani lakini kupunguza matumizi yake halisi. Matumizi halisi ya sarafu. Licha ya Bitcoin kuwa maarufu, matumizi yake halisi bado ni madogo. Bitcoin inatumika zaidi kama hifadhi ya thamani badala ya sarafu ya kulipia bidhaa na huduma. Katika baadhi ya maeneo duniani, kuna sehemu chache tu zinazopokea Bitcoin kama njia ya malipo, hali inayoashiria kuwa matumizi yake kama sarafu bado ni finyu. Kwa upande wa Pi Network, matumizi yake yanaongezeka kwa kasi kwa sababu inatoa fursa kwa watu wa kawaida kuikubali kama njia ya malipo. Katika nchi mbalimbali duniani, watu wanatumia Pi kununua bidhaa kama vyakula, mavazi na huduma za msingi. Hii inathibitisha kuwa Pi Network haipo tu kwa ajili ya uwekezaji, bali inalenga kuwa sarafu inayotumika moja kwa moja kwenye uchumi wa kidijitali. Teknolojia na usalama. Bitcoin ilijengwa katika mfumo wa Web 2.0, ambapo wachimbaji wakubwa wenye vifaa vya gharama kubwa wanatawala mtandao wa blockchain yake. Hii inafanya ugavi wa Bitcoin kuwa wa kihierarkia na wachimbaji wadogo kuwa na nafasi finyu ya kushiriki. Kwa upande wa Pi Network, imejengwa katika misingi ya Web 3.0, ambayo inaleta mageuzi makubwa kwenye usalama, ufanisi na ushirikiano. Pi Network inatumia teknolojia ya Stellar Consensus Protocol badala ya Proof of Work ya Bitcoin. Hivyo inaruhusu kila mtu kuchimba kupitia simu ya mkononi bila kutumia umeme mwingi au vifaa ghali. Mwanzilishi wa Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, ni mtaalamu wa blockchain aliyekuwa akijihusisha na utafiti wa teknolojia hii hata kabla ya Bitcoin kuanzishwa. Hii inampa uelewa wa kipekee wa udhaifu wa Bitcoin na jinsi ya kuuboresha kupitia Pi Network. Uungwaji mkono wa taasisi. Bitcoin inaungwa mkono na wawekezaji wakubwa wa taasisi pamoja na viongozi wa kisiasa kama Donald Trump, lakini mfumo wake mgumu wa upatikanaji unafanya isiweze kufikiwa kwa urahisi na watu wa kawaida. Kwa upande mwingine, Pi Network inatoa fursa kwa watu wa tabaka zote kushiriki, hivyo kuongeza uungwaji mkono wa jamii kwa kasi kubwa. Kupitia mfumo wake wa KYC, inahakikisha kuwa washiriki wake ni watu halisi, jambo ambalo linahamasisha biashara na taasisi kukubali Pi kama njia ya malipo. Nafasi ya Pi Network katika uchumi wa dunia. Katika mazingira ya sasa ya kiuchumi, biashara nyingi zinatafuta njia mbadala za malipo ambazo hazitegemei mfumo wa kifedha wa kawaida. Pi Network imejitokeza kama suluhisho kwa wafanyabiashara wadogo na wakati wanaotaka kutumia malipo ya kidijitali kwa urahisi. Katika masoko makubwa, Pi Network inatekeleza viwango vya juu vya udhibiti, ambapo majukwaa yanayotaka kuiorodhesha lazima yafanye uthibitisho wa biashara zao, KYB, yani Know Your Business.
Hili ni jambo la kipekee kwani hakuna mradi mwingine wa crypto uliowahi kuweka utaratibu wa kudhibiti soko kwa kiwango hiki. Tokenomics ya Pi Network. Baadhi ya wakosoaji wamehoji kuhusu jumla ya ugavi wa Pi Network ambao ni sarafu bilioni 100. Hata hivyo, kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Sehemu kubwa ya sarafu hizi bado hazijachimbwa. Sarafu nyingi zimefungwa kwa muda wa miaka 3. Sehemu nyingine zitapotea kutokana na makosa ya kibinadamu, kama kupoteza passphrase. Katika mzunguko wa muda mrefu, idadi ya Pi zinazopatikana itapungua sana, jambo linaloweza kuongeza thamani yake kwa kiwango kikubwa. Je, Pi Network ni mustakabali wa crypto? Kwa kuzingatia hoja zote hizi, ni wazi kwamba Pi Network inaleta mapinduzi makubwa katika sekta ya blockchain. Ikiwa Bitcoin iliashiria mwanzo wa mapinduzi ya fedha za kidijitali, basi Pi Network ni hatua inayofuata katika kuimarisha na kuboresha mfumo huo kwa kuleta usawa kwa watumiaji wa tabaka zote, matumizi halisi katika biashara za kila siku, usalama na teknolojia ya Web 3.0, upatikanaji rahisi bila gharama kubwa za uchimbaji, mazingira thabiti ya soko na udhibiti wa KYB. Mfumo wa Pi umeundwa kwa makini ili kuhakikisha kuwa mtu wa kawaida anaweza kushiriki kwenye uchumi wa kidijitali kwa urahisi. Hii ni ishara kwamba Pi Network inaweza kuwa sarafu kuu ya kidijitali ya kizazi kijacho, ikiimarisha nafasi yake kama mshindani mkuu wa Bitcoin kwa matumizi ya kila siku. Natumai umepata maarifa ya kutosha kuhusu mada yetu ya leo. Tungependa kusikia maoni yako, basi tuandikie katika sehemu ya komenti. Usisahau kusubscribe, kuwasha kengele na kushare video hii kwa pioneers wengine ili tuzidi kusambaza elimu kuhusu Pi Network na teknolojia ya blockchain. Tukutane kwenye video inayofuata. Endelea kuwa sehemu ya mapinduzi haya ya kidijitali. Pi Network, hatua moja mbele kuelekea uchumi wa kidijitali.